Chanjo ya tatu moja ni chanjo ambayo imekuja kukomboa wewe mfugaji. Uzuri DVS hapa ametuambia sasa hivi tumepiga hatua, tunakwenda katika soko la nje kwa kasi ya ajabu. Lakini huwezi kupeleka bidhaa yako nje kama haina ubora. Na ubora unaanzia kwenye kinga na udhibiti wa maradhi. Hivyo kwa wale wafugaji wa kuku, kwa maana ya kuku wa nyama, kuku wa mayai, sote tunaingia katika matumizi sahihi ya chanjo ya tatu moja. Hii inatuhusu, na tukitumia ipasavyo, basi tutakuwa tuko katika njia sahihi ya kwenda katika ile soko la nje, na imani sote humu ndani tunayo hiyo ndoto na tutafika kwa uwezo wa Mungu. Mimi mada yangu inaitwa mwongozo wa uhifadhi, usafirishaji pamoja na matumizi sahihi ya chanjo ya tatu moja. Kwa nini tumekuja na hii mada? Mada hii imekuja kwa sababu sehemu kubwa ya changamoto ambazo wanapitia wafugaji, tunaanzia katika maneno hayo matatu ambayo yametangulia. Na sehemu ya kwanza kabisa ni kwa jinsi gani tunahifadhi chanjo ya tatu moja. Ndugu zangu wafugaji, pamoja na wataalamu na wakulima ambao upo ndani, kwa sababu mimi naamini kuna mkulima analima bustani yake ndogo, lakini hapo hapo ana kuku wake 20, 30, pia anahitajika kuwakinga, si ndivyo? Sasa kwenye swala la uhifadhi, sehemu kubwa ya wafugaji walikuwa wakikosea kwenye kuhifadhi chanjo ya tatu moja, na kukosea huko kukawa kunapelekea matatizo mengi yajitokeze wakati au baada ya kuchanja. Hivyo na kuanzia leo, ukitoka humu ndani, kwanza chanjo yako ya kwanza kabisa kichwani iwe tatu moja, na ikishakuwa tatu moja basi uitumie vile inavyotakiwa. Chanjo ya tatu moja inahifadhiwa wakati wote ambao itakuwa ipo, kwa maana haijafunguliwa. Na uzuri wa chanjo hii, kutoka kutengenezwa mpaka kuexpire ama kuisha muda wake, inachukua mwaka mmoja bila kuifungua. Wakati huo wote ambao itakuwa inahifadhiwa kwenye jokofu, au wengine ambao Kiswahili kinatusumbua basi tunaita friji, si ndio? Kama ambavyo la kwangu laonekana pale, ama hili hapa mbele yetu. Lakini pia unapohifadhi chanjo, hakikisha wakati wote ubaridi uwe haugandishi. Tunaelewana wafugaji? Nayasema haya kwa sababu nitaelezea kesi mbili tofauti ambazo zimetokea kutokana na slide yangu ya kwanza, kwa mstari wa kwanza ambao unasema uhifadhi chanjo hii kwenye jokofu. Wako watu ambao wanahifadhi chanjo hii kwenye sakafu, na wala si mbali, ni hapa hapa Dar es Salaam. Anasema chanjo hii ni stahimilivu dhidi ya joto, kwa maana ni thermostat. Lakini ukishika chupa ya chanjo ukaisoma, imeandikwa thermostable, hifadhi katika nyuzi joto 2 mpaka 8. Sasa ukimuuliza mtu kama chanjo umesema ni thermostat, lakini pia imeandikwa hifadhi katika nyuzi joto 2 mpaka 8, wewe nani amekwambia uiweke kwenye sakafu? Tena sio tu kwenye sakafu,
anatafuta yengo ya sakafu ile, anaweka kwenye kipembe cha ukuta. Yaani ni mambo ambayo yanasikitisha, lakini wataalamu wapo wataendelea kuwaelimisha ili tuweze kufika nchi ya ahadi, si ndio? Sasa hiyo kesi ya kwanza nilikutana nayo binafsi na nikaongea na mhusika, lakini kesi ya pili ilikuwa ni maeneo ambayo yana baridi, sehemu za Iringa. Mtu amehifadhi chanjo kwenye freezer, chanjo imeganda kiasi cha kwamba yaani hata barafu ya kubebea yenyewe haifikii mgando huo. Sasa chanjo hii ikikaa ikapoteza ule mgando wake ukaenda kuitumia, kuna mambo mengi yatatokea, kwa sababu mnyororo wa uhifadhi wa chanjo kwa maana ya cold chain utakuwa ushaiharibu. Tunaelewana wafugaji? Lakini pia endapo utaisafirisha pasipo kutumia njia sahihi, chanjo hii ni yale tutarudi mwanzo kwamba itakusababishia matatizo. Hapa Dar es Salaam yuko mtu amekwenda kwenye duka kununua chanjo, baada ya kuuziwa akasema haendi nyumbani kwa wakati huu, anakwenda zake ofisini, hivyo hahitaji barafu kwa sababu litamchafua na majimaji. Kwa hiyo anahitaji chanjo hii aitie kwenye mfuko wa shati azunguke nayo Dar es Salaam nzima. Sasa mtu huyu baada ya kuzunguka nayo hivyo, wafugaji tuulizane, joto la Dar es Salaam unatarajia nini? Matarajio hapo ni majuto. Mnasema majuto nini? Mjukuu ndio utakachokutana nacho. Lakini sisi hatutoacha kuwaelimisha katika njia sahihi. Chanjo hii utakapo itumia kwa usahihi, kwa maana ya matumizi sahihi, basi ile dhana ambayo imetukutanisha leo hapa ya kukusaidia wewe mfugaji kujikwamua kiuchumi kama ambavyo bango letu mbele linasomeka, itakuwa imelipa, si ndio? Chanjo hii kama ambavyo ametangulia kusema profesa pamoja na mkurugenzi, matumizi yake ni tone moja kwenye jicho kwa kuku huyu mmoja lakini pia unaweza kuiboost kwa maana ya kuirudia baada ya tafiti ambazo zimefanyika kupitia profesa siku ya 21 kwa wafugaji wote wa kuku wote, kwa maana ya mfugaji wa kuku wa nyama, kuku wa mayai na wale wanaofuga machotara, pamoja na wenzangu tunaofuga kuku wa kienyeji, si ndio? Ama tupo mundani? Ndugu zangu, chanjo ya tatu moja endapo utaitumia kwa maelekezo yake itakukwamua kiuchumi. Profesa kama mlimsikia aliwaambia ukizidisha matone haina shida kiafya. Mlisikia maneno? Lakini mimi nakwambia ipo shida sehemu. Mnajua sehemu gani? Kuna mfugaji hapa atasema kuna sehemu gani itakuwa kuna shida. Ukizidisha matone hakuna shida kiafya. Je, ni sehemu gani ambayo itakuwa sasa ina shida kama endapo utazidisha matone? Karibu. Tumpigeni makofi mingi sana.
Amesema endapo utazidisha matone kupitia chanjo ya tatu moja, basi madhara ambayo utayapata ni madhara ya kiuchumi, na sote humu ndani tunakubaliana hilo, kwa sababu umenunua chanjo yako dozi ya kuku 200 na wewe una kuku hao 200, si ndio? Lakini kwa kuzidisha matone kwako ukajikuta umechanja kuku 150. Kuku 50 hawajapata chanjo. Kama mfugaji utataka kwenda kuwatafutia chupa nyingine, si ndio? Lakini hela ile ilikuwa itumika kununua hata chakula ambacho kuku wako wangekula. Lakini utajikuta sasa unaingia mfukoni kutoa bajeti nyingine ambayo ulipanga kesho ukatumie kwenye jambo jingine. Hii ndio madhara kiuchumi ambapo yanapatikana kwa kuzidisha matone. Hivyo ni wasihi tuitumie chanjo hii kwa maelekezo sahihi. Tone moja, jicho moja kwa kuku mmoja. Tunaelewana eh? Lakini kitu kingine kwenye swala zima la uchanjaji, hakikisha wewe unayechanja, kwa maana ya mchanjaji, ni msafi. Hapa sizungumzii usafi wa mavazi nazungumzia ufanye disinfection, hata uvae gloves zile ambazo zinakinga maambukizi, sawa eh? Lakini pia chupa ya chanjo pale ambapo kunatoka matone, hakikisha yasiguse jicho la kuku wako, au usiguse wewe mwenyewe kwa mikono yako, kwa sababu utasababisha kufanya contamination, kwa maana ya kuharibu ama kufanya uchafuzi wa chanjo hii. Tunaelewana? Chanjo ya tatu moja inakinga kuku wetu dhidi ya maradhi matatu. Ugonjwa wa kwanza ni kideri ama mdondo. Ugonjwa wa pili ni ndui ya kuku, na ugonjwa wa tatu ni mafua makali ya kuambukiza. Kuna mwasilisha mada atakuja kuwatofautishia kati ya mafua na mafua makali. Tunaelewana? Ili mfugaji aelewe kwamba yanaposemwa mafua makali ni yapi na mafua ya kuku ni yapi. Sisi tunaelewana? Kwa sababu nasema hivi, nilifika sehemu moja maeneo ya Chunya, Mbeya. Mfugaji mmoja anasema, nimechanja kuku wangu na chanjo ya tatu moja, lakini magonjwa mawili hayajajitokeza, kwa maana ya ndui na mdondo ama tunaita kideri, ila mafua wamepata. Mimi nikamwambia muda ninao, tunaweza tukafika kwenye banda lake. Tukafika kwenye banda lake, tukakuta kuku wake wana mafua, na sababu kubwa ya mafua yale ni uchafu wa banda, kwa sababu sehemu kubwa ya mafua ya kuku kama sio vumbi utayapata kwenye uchafu wa banda. Kama usafishi banda lako utaendelea kuumia. Sawa sawa wafugaji? Hivyo nikamwambia chanjo ya tatu moja inamkinga kuku wako dhidi ya mafua makali ambayo yanaitwa infectious coryza. Na kwa bahati nzuri kabisa, mmebahatika leo yuko mtu katika mada yake atalizungumzia huo ugonjwa kwa upana wake. Daktari wetu sini hapa, Dr. Mushi, atalizungumza vizuri na mtalielewa, na hata likikutokea utajua jinsi gani ya kuweza kupambana nalo. Lakini ni vizuri ukapambana nalo kabla halijatokea, na njia pekee ni
kumkinga kuku wako kwa kutumia chanjo ya tatu moja. Profesa hapa ametuambia hakuna chanjo ambayo ina muunganiko wa vitu kama vilivyokuwepo kwenye tatu moja. Binafsi yangu nimebahatika kuona chanjo moja ambayo pia inaitwa tatu moja, lakini si tatu moja yenye muunganiko huu. Sio, tunaelewana eh? Ipo chanjo moja inaitwa Vaxtec. Ina Marek's disease, ina Gumboro pamoja na Newcastle disease. Tunaelewana eh? Lakini duniani hakuna mtu mwenye chanjo ambayo wameweka mafua ndani yake. Hakuna. Ni Tanzania pekee na mgunduzi na mtafiti Profesa Mbura. Tumpongezeni. Ndugu zangu, ni muhimu sana unapokuwa umechanja. Sawa eh? Ukichanja, kuna mfugaji anakuambia mimi nishachanja, kuna haja gani ya kuendelea kumwangalia kuku wangu na kati ana kinga? Sasa mimi ninamjibu kwa urahisi kabisa. Humu ndani sote tunaifahamu corona eh? Wakati wa corona kuna watu walichanja na kuna sisi wengine tulijifukiza eh? Lakini mbali na hivyo vyote tulikuwa tukivaa barakoa, si ndio? Sasa barakoa ni kinga eh? Sio kinga eh? Sanitizer ni kinga, vile kuto kusongamana ni kinga. Hizo tunaita tahadhari. Kwa hiyo kama ulijikinga na unajiamini, barakoa ulikuwa unavaa nini? Tunaelewana? Maana yangu ni kwamba tuwachanje kuku wetu, lakini tuzingatie tahadhari za kuchukua dhidi ya magonjwa. Sawa? Mazingatio ambayo tunachukua, zingatio la kwanza ni kumchanja kuku wako kabla ya jambo. Sawa eh? Maana wapo ambao wanachanja kuku tayari wanaumwa, na wana staili yao. Wakifika kwenye maduka wanakwambia naomba dawa ya kideri, na wakati kideri hakina dawa. Au nyinyi mnafahamu kideri kina dawa? Kama yuko mfugaji ambaye anafahamu kideri kina dawa, mimi naomba aniambie. Hakuna eh? Sasa kama hakuna dawa ya kideri, basi ni vyema kuwakinga kuku wetu kabla hawajaugua maradhi haya. Na mfugaji akija dukani akikwambia naomba dawa ya kideri, usipomhudumia hiyo dawa ya kideri, kwanza anakuona sio mtaalamu, kwa sababu aliyotaka huja yatimiza. Na ukimwambia kideri hakina dawa, na kati yeye ameambiwa na jirani kwamba kideri kina dawa, lakini dawa anayomaanisha ni chanjo. Sasa chanjo apewe kuku mgonjwa, chanjo anapewa kuku ambaye ana afya. Ukimpa kuku mgonjwa, unakwenda kuumiza tu, una utakachopata. Naelewana ndugu zangu? Lakini kuna baadhi ya magonjwa unaweza, unapokuwa umeshakinga, tahadhari zake za kuzingatia ni kama mnavyoona. Kuchukua tahadhari kwa maana ya kuondoa mazalia ya mbu kwenye mabanda ya kuku wetu. Mbu unaweza ukasema kama dalali wa ndui, yaani mbu yeye ndo anayesambaza ndui, hasababishi ila ni mbeba maono ya ndui. Kama vile ambavyo anaamua kuwasambaza malaria, na sote tunaamini huko ndani malaria ikubalike, basi kuanzia leo tuseme ndui ikubalike, na haitokubalika kupitia chanjo tatu moja. Sawa sawa? Lakini pia hakikisha unasafisha banda na kupuliza dawa ya kuua vimelea eh? Kwa kufanya hayo, tatu moja itakuwa inakukomboa. Asanteni kwa kunisikiliza.